shabiki wote wa DJ au sio? Hebu tuende tusonge na sehemu safi kabisa 9 ya chuma bomba sana ya Bounce Money Love Alam kutoka JC Production Jumba la Burudani, na sisi ndio tunatamba tena kujua story ya Kim Jejeo zidi ya Young na mkali wa kufahamika kwa jina la Angsan bila kumsahau ile tuke hii katika msafu ya 9, na hivi ndio tunavyotamba na kuianza tarabintibu pale ambapo tulishia katika sehemu ya 8. Tunaunga tukumbuka hizi mambo wa tunaziandaa kitaalamu zaidi. Kwa hiyo usiofu, endelea kuungana nasi kwa ajili ya kupata burudani bomba sana ambayo inaandaliwa katika mpangilio safi sana. Nafikiri iko full HD. Kwa hiyo hebu tusonge mbele na burudani bomba sana pale ambapo tulishia katika sehemu safi iliyopita. Waasa basi pamoja na binti kupitia wakati mgumu sana, hatimaye mkali wa kufahamika kwa jina la Ang aliweza kutokea tu kwa ajili ya kumpa kampani bibie kwa kile ambacho anakipitia. Moja kwa moja waliingia katika eneo la mgawa, na hapa walikuwa wanahitaji kuliwazana na kupunguzana juu ya machungu, kwani kila mmoja anapitia katika wakati mgumu kutoka upande aliopo. Kwamba mkali katika familia yake ni mtu ambaye anapitia wakati mgumu, kwani analazimisha kufanya mambo ambayo yeye hapendi, lakini binti anakabiliwa sana na ubaguzi katika nyumba ambayo anaishi. Kwa hiyo hapa waliamua kutafuta furaha ya watu wawili tu ambayo ingefanya kila mtu ajisikie bomba zaidi. Basi leo mkali aliweza kumwambia binti masuala mengi sana, na hata hivyo binti alimwambia, mimi naonekanaga ni mtu tu mwenye furaha na mwenye tabasamu nzuri, lakini japokuwa na vitu vingi sana ambavyo vinaniumiza sana, kwani hiyo jeje unayozungumzia ishawahi kuacha kumbukumbu ya machozi katika maisha yangu, kwani niweza kupoteza vitu ambavyo vilikuwa vina umuhimu sana. Sasa sijajua kwa upande wako, lakini hatimaye binti alimwambia mkali tu kitu kimoja, ya kwamba atamsupport kwa kile ambacho anakihitaji na yuko tayari kwa ajili ya trip ya kwenda katika kisiwa cha Jeju, yani Jeju Island, kwenda kuenjoy tu kama ilivyo utaratibu katika shule, kwamba wanafunzi wote wanatakiwa wafike katika kisiwa hicho kwa ajili ya swala la kwenda kuenjoy na kujifunza mambo mbalimbali ya kihistoria katika hicho kisiwa cha Jeju Island. Basi ilimpa nafasi ya kufurahi sana mkali. Hata hivyo waliweza kuwasha simu zao na kuendelea kupima penzi lao, na hapo kila kitu kilikuwa kimekaa bia, yani bomba zaidi. Hivyo inaonyesha uhusiano wao una nguvu zaidi. Sasa tunasonga kibabe zaidi na Love Alam the Chosen One. Wewe tulia ili chuma tukuchambulie tarabinti, achana na hizo ambazo hazina mpangilio sahihi. Basi wanasema tena binti wa kufahamika kwa jina la Kim Jejeo akiwa na mwamba katika kisiwa cha Jeju. Hapa walikuwa wanaenda kuburudika, lakini pia kupata mwongozo tu wa masomo, kwa sababu hii ni kama school trip. Hivyo kuna namna ambayo watafanya refreshment, lakini pia watajifunza vitu vingi sana. Lakini mwamba ilifikia sehemu aliona hawezi akakaa mbali na kile kitu ambacho kinampatia furaha. Sasa ilikuwa ni furaha kwa kila mwanafunzi, kwa sababu kitu kikubwa kilichowaleta huku ni kuenjoy. Sasa upande wa pili kwa mkali wa kufahamika kwa jina la Young, mwamba ambaye kwa sasa ameshapoteza tumaini la kile ambacho anakitaji, lakini sina turusha kabisa kwa binti wa kufahamika kwa jina la Gumi, na hapa analetwa mkali wa kufahamika Doku hili waweze kupata picha kumbukumbu kwa pamoja. Hii ilimkera sana bibi, kwani hakutamani hata kupata nafasi ya kupiga picha na mtu. Basi hatimaye baada ya matembezi ya muda mrefu katika kisiwa, wanarejea katika hoteli ambayo ndio watakuwa wanapumzika pindi ambapo anajiandaa kwenda katika shughuli za utembeleaji wa kisiwa. Hapa mabinti walikuwa wanapiga story nyingi sana, lakini binti wa kufahamika kwa jina la Gumi alimtafuta mkali akidai kwamba kuna kitu cha muhimu sana anataka amwambie. Sasa tutakwenda kujua ni kitu gani. Lakini upande wa pili wamba alikuwa na furahi sana na alikuwa anajadili tu masuala ya kuhakikisha kila mtu amewaza Love Alam, lakini mwamba kwa sasa alikuwa anahitaji kuasha, kwani aliamini kila kitu kiko sahihi. Lakini upande wa pili kwa binti wa kufahamika kwa jina la Gumi akiwa na mkali Young, hapa alimpa habari za kile ambacho kilitokea kwa bibie miaka mingi sana iliyopita, kwamba bibie alisababisha mauaji kwa wazazi wake, lakini mkali hakuweza kukubaliana na kile ambacho aliambiwa na binti wa kufahamika kwa jina la Gumi. Basi hatimaye ilikuwa ni wakati wa burudani, na Gumi kama unavyojua ndio mtu ambaye waga anapenda sana masuala ya burudani. Hivyo ilikuwa ni katika swala tu la kuhakikisha na waburudisha watu na kuonesha kila kitu kizuri kinachopatikana katika hicho chake. Mkali wetu wa zamani zaidi, mkali kufahamika kwa jina la Duku, yeye alikuwa anarekodi video, kwani ni mtu ambaye anampenda zaidi. Basi wakali kutokana na hali yao mle ndani waliweza kutoka nje kidogo wakiwa wanahitaji kujiliwaza, lakini binti pia naye aliweza kutoka nje, lakini hii ilimfanya mkali wa kufahamika kwa jina la Young atengeneze nafasi ya kuweza kupisha wili wao waendelee na mazungumzo yao. Sasa upande wa pili kwa mkali akitazama video ya binti aliweza kufika na kuona kile ambacho anakifanya mkali. Kwanza alianza kwa kumfokea sana, kumwambia, wewe unanifanya nijutie kujiunga katika mfumo huu, na mimi
Sikutegemea kama ingekuja kutokea kitu kama hiki katika maisha yangu, kulazimisha kitu ambacho nishakwambia tangia mwanzo akiwezekani, kwani ungetengeneza nafasi ya kukaa mbali na mimi. Mkali wa kufahamika kwa jina la Duke anachosema, nisamee mimi kwa sababu kila kitu kinafanywa kutokana na kile ambacho kilichopo ndani ya moyo wangu, lakini naamini hii itakuwa ni zaidi ya malango ya mwisho kukuonya tu. Basi binti aliondoka kwa madaa zaidi, lakini mkali wa kufahamika kwa jina la Ang akiwa na binti Kim Jojo waliweza kushuhudia lile tukio, lakini Mwamba aliona kama aibu na jisikia vibaya, hivyo itengeneza nafasi ya kuondoka katika lile eneo. Hii ilimuumiza sana binti wa kufahamika kwa jina la Kim Jojo. Sasa upande wa pili kwa wanachuo wengine wakiwa katika chumba fulani wakiwa wanajilemba na kujiweka sawa zaidi. Misosi ilikuwa imeweza kufika, lakini pia kuna nafasi ya vijana kadhaa ambao waliingia katika kichumba kwa ajili ya swala la kubadilishana mawazo na kupiga story mbili tatu, lakini ulikuwa ni mpango ambao umesukwa na rafiki yake na Jangjo. Hapa walikuwa wanahitaji kutengeneza nafasi ya mkali ili siku kupata nafasi ya kuweza kuongea na binti wa kufahamika kwa jina la Jangjo. Basi wakiwa wanaendelea na story moja mbili tatu, watu walianza kutoa mwongozo wa kwamba ni vema tucheze mchezo wa kila mtu kuwasha simu yake kugundua anayempenda kama yupo karibu katika eneo hili, lakini wote waliweza kuwasha simu zao isipokuwa wawili wao kati ya Jangjo na Ilsuki. Hawa hakuweza kuwasha simu zao, hivyo ikatokea kama mzozo ya kwamba nyie lazima kuna kitu kinaendelea, huenda mnapendana sana na ndio maana kati yenu hakuna mtu aliyetengeneza nafasi ya kuweza kuwasha simu. Hii ilimshtua mpaka binti Kim Jojo, kwani leo ndo alipata nafasi ya kutambua juu ya kitu ambacho kilikuwa kimejificha muda mrefu zaidi. Kumbe rafiki yake Jangjo alikuwa anampenda sana mkali Ilsuki. Sasa alihitaji kumfuata na kumuuliza maswali mengi sana, lakini binti alimwambia hata zile picha ambazo ulipigwa mimi ndo nilikupiga, na yote nilifanya tu kwa sababu nilikuwa natengeneza nafasi ya kupata ukaribu na Ilsuki. Kwa hiyo kama uliona kile kitu nilichokifanya kilikuwa ni cha kipumbavu, nilifanya tu kwa sababu ya upendo. Hii ilimuumiza sana binti wa kufahamika kwa jina la Kim Jojo. Basi hatimaye baadaye alimwangalia sana mkali, alikuwa anatafuta namna ya kumwambia kitu fulani, lakini aliweza kutoka na kwenda pembeni kidogo kwa ajili ya kutuliza kichwa chake. Lakini akiwa hapa kuna moshi ambao ulikuwa unafuka katika ile eneo, ni kwamba moto uliweza kuwaka katika hiki chumba. Sasa hili tukio ni kama alikuwa linamrudisha Juma binti kwenye kumbukumbu ya zamani sana, kwani ni kama kitu ambacho kiliwahi kutokea miaka mingi sana ya nyuma. Na hapa anakumbuka binti alipokuwa mdogo zaidi, binti ambapo alijaribu kutengeneza nafasi ya kuokoa wazazi wake, lakini ilishindikana kutokana na moshi mkali kabisa ambao uliingia katika chumba. Na hapa natataka nikufunze vitu kidogo ili upate mwongozo zaidi. Wanakuambia moshi ni kitu ambacho ni hatari sana, yani moshi unakuwaga umebeba hewa ya carbon dioxide na binadamu ana survive kwa oksijeni. Kwa hiyo carbon dioxide inapokuwa nyingi inaleta mgandamizo mkubwa ambao binadamu hawezi kupambana nao. Basi wazazi wake waliweza kupoteza maisha kutokana na mkandamizo ile hewa, yani gas chafu, lakini binti alipata nafasi ya kuweza kusurvive. Hiyo nazidi kupa hadithi nzuri ya maisha aliyopitia binti, na ndio maana alikuwa tamani kabisa kuja katika kisiwa cha Jeju, kwani aliamini kumbukumbu ya zamani inaweza kumletea madhara zaidi. Lakini pamoja na kwamba alikuwa anatoka nje, alimwona mtu pekee ambaye mbakia kama silaha na moyo kwa kile ambacho anakiamini ndo kitu sahihi zaidi. Basi Mwamba alimkumbatia binti na kumwambia hatimaye upo katika mikono salama mara mama, kwa hiyo tulia utulizane, hii ni mkali ya nyongosi. Basi hatimaye binti alimwomba Mwamba waweze kuelekea katika eneo moja, anasema eneo hilo litakuwa sawa zaidi, lakini yote alikuwa anaonekana kwa mkali wa kufahamika kwa jina la Iye mapenzi bwana. Basi hatimaye Mwamba na kitoweo hicho alikuwa anatengeneza nafasi ya kumfikisha bibie sehemu ambayo binti alikuwa anahitaji kufika. Hatimaye waliweza kufika pembeni kabisa, mbali kidogo kwenye fukwe za kisiwa cha Jeju. Hapa binti alianza kumpa story moja Mwamba ya zamani sana, na anasema ndio sehemu ambayo ilibeba kumbukumbu ya masalia ya wazazi wake, kwani pamoja na kwamba wazazi wake waliweza kufariki, kitu ambacho kilifanyika ilikuwa ni majivu tu ndo aliweza kutupa katika ile eneo. Lakini mkali amwambia kwa sasa sidhani kama unahitaji kuwa na hofu, kwa sababu uko na mtu ambaye anatambua nini ambacho unakihitaji, na mimi na haidi nitakulinda zaidi. Sasa unafikiri nini ambacho kinajiri katika sehemu safi ambayo inafuata ya chuma bomba sana hapa ya Love Alarm kutoka GC Production Jumbara Budani pale kwa Mr. Falu DJ. Tukutane katika sehemu inayofuata kwa ajili ya kuendelea kuenjoy maunyama mengi sana. Hii
ilikuwa inapigwa live kabisa kutoka SGC Production. Asante sana fundi mitambo wangu na wadau wote ambao nazidi kulike, kucomment, kushare, kusubscribe na kufanya mambo endelee kwa bomba zaidi. Tukutane katika episode ya 10 ili kuunganisha burudani bomba sana hapa ya Love Alarm with the chosen one. Kama dawa kama kawezo. Yogo, leze chao. Anasema kamsamida. Tari sana yosio. Burudani endelee kusonga kama dawa kama kawezo. Yente.